Elimu haina mwisho, haina dini na ukabila. No. Unasubiri. Kaja na hapa. Dadangu. Kama vile hujui hali ya mama. Mama anaumwa baba. Lakini hujali kwa chochote kile. Yule ni mkeo, anahitaji faraja yako. Kweli. Sasa hivi wewe ni mzazi. Mpaka unajua yote hayo? Hebu niambie, kibali hiki wewe umekipata wapi cha wewe kunifundisha nini? Sasa nisikie. Nachotaka neno mimi kutoka kwako uniambie mimi ni kwamba ni wapi ambapo ulipopata ujauzito huo? Basi Sizungumzia habari za ujauzito. Nazungumzia uzima wa mama baba. Uchukua Allah. Hello. mbona unaonekana kama Simba maonyesho hapa? Mimi siwezi kuja bwana, Sabila amenikazia. Kaniambia nisitoke na nikitoka anasema namwambia kaka yake kila kitu. Na kama unavyomjua, hakisema kitu harudi nyuma. Okay. Niachie mimi nalishughulikia hilo. Nice. Sabrina, unafanya nini sasa? Ni kweli nimemzoea, lakini ni kwa sababu umenisahau sana, na ndio maana nimemzoea kuja huko. Unaomba machenaji mwenyewe naye huru bwana. Umefanya mangapi? Sasa kama ni shida ndogo kubwa nini, ni kawaida tu hizo, tunatatua. Okay. Yeah, Sawa, nitamruhusu aje, lakini akirudi arudi na mzigo wangu. Nataka kiasi kile ambacho unanipatiaga. Okay, fanya hivyo, fanya hivyo. Mzee Wesu. Assalamu alaykum. Alaykum salaam, vipi? Afi. Vipi mzee? Mbona sio umekuja kama hivi? Tena shida yako, shida gani? Mimi nitakuwa na shida gani? Wewe wenzako washakwambia tangu zamani bwana, huyu mtoto ozesha. Mimi namsomesha, atakuja kuoa waziri mkuu. Kiko wapi? Nisikize nikwambie. Huo ni unafiki. Sawa? Tena ni unafiki mkubwa sana. Wewe ni mtoto wa kiume. Huwezi kuliongea ujinga kama huo. Mimi sio mnafiki. Kama ningekuwa mnafiki ningeongelea huko. Na ndio maana nimekuona mwenyewe na kuchana. Maneno gani sasa? Kwa hiyo mimi umefurahi sana binti yako kupata ujauzito. Singefurahi, sasa ndio ishakuwa. Utafanyaje sasa? Wewe ndio utangaza kwamba mimi mwanangu. Waambie atabaki kwa mbili na wamoja atabaki kwa moja. Hakuna kitu kama hiko. Mwenyewe alikwambia wewe nani? Kwa hiyo unatakaje sasa? Nitake nini? Tuheshimiane. Shimeni. Nakwambia. Unisikia mzee? Wewe, naomba tuheshimiane. Heshima ifuate mkono wake mzee. Heshima ifuate mkono wake. Fuate bwana. Wewe zipo. Wewe mviki ni wewe. Wewe nini? Za utotoni vijijini, elimu ni mkombozi wetu, we na mimi. Malezi bora kwa wana, yapunguza mengi sana. Wape elimu vijana, taifa la kesho vijana. Asante. Na vipi maendeleo yako? Baba, mimi naendelea vizuri.
masomo yangu yanaenda vyema. Sawa sawa. Na vipi kuhusiana na serikali ulivyotangaza huu mpango wa elimu bure, na unauonaje na una mchango gani katika sekta ya elimu? Baba ameniuliza swali zuri sana. Unajua, katika mambo mazuri aliyofanya serikali yetu, hili pia ni mojawapo, ni swala la elimu bure. Maana umefanya sisi watu wa hali ya chini tupate elimu sawa na wengine. Mimi nachoona ni kuunga mkono, na pia inatakiwa mtoto apate elimu ya ziada ambayo ni tuition. Japo kuna wazazi wengine mtoto akishatoka shule hawana mpango tena wa kumpeleka tuition kwa kusingizia kwamba elimu bure. Ila baba, kuna changamoto kubwa sana mnaipata sisi wanafunzi. Changamoto ipi tena? Baba, ninatembea umbali mrefu sana mpaka kuikuta shule. Hilo lipo. Mimi nilikuwa naomba serikali yetu itujengee shule katika kata yetu. Au baba, unalionaje hilo? Ni jambo jema, vizuri sana ni zuri tu, lakini yani nafuraha sana mwanangu, fundisho wala sikutegemea kwa kweli. Kwani nimekuuliza swali ukanijibu vizuri kabisa, tena kwa ufasaha kwa kweli unajitahidi, na mimi najisifia, najivunia nimepata jembe. Naomba Mwenyezi Mungu nazidi kukusimamia mwanangu, kuendelea kusoma, na mimi kama baba yako nitajitahidi kwa kila njia katika kuelimisha, kwa kusomesha ni mtihani, ili upate kufikia malengo. Nashukuru baba. Asante sana. Aya. Mwenyezi Mungu, natamani siku zirudi nyuma. Isho la wewe na mimi, elimu ni urithi wa pekee, ni fundisho. Jana nimefikiria siku nzima, lakini sikupata jibu. Najua nimekukosea. Naomba unisamehe kwa kosa ambalo nimeongea mbele yako. Kumbuka wewe ni rafiki yangu, hatutoka mbali sana. Kitu nifanya mimi kama mpumbavu petani kwa sababu nampenda. Wala usijali na wala usitoe machozi kwa ajili yangu. Yatuze machozi yako, ipo siku utakuja kuyatumia. Cha kukushauri, yaangalie sana mapenzi ya Teacher Dennis. Mapenzi ni amani, mapenzi ni upendo. Angalia mapenzi asije kukusababisha ukaingia kwenye matatizo ya Sabrina. Wala usilie Mai. Nyinyi mnatakaje? Maana sielewi kabisa na sijui mta maana gani. Natambua kabisa hali yangu nilikuwa nayo sasa hivi, kama kule mtendaji amenishikia lile bango ili swala, au nataka mimi nifungwe, si ndio? Kwa hiyo usikae na binti yako mkaongea akakueleza ni nani ambaye alifanya uchafuzi huu.
Sasa hivi leo naona jungu bovu linaniangukia mimi. Naona mbele giza, na kama sio giza, bundi atanililia. Mzee, sasa hivi upo chini ya ulinzi. Unahitajika ofisini kwa mtendaji. Kwa hiyo naomba unyanyuke twende. Simama juu twende. Sawa, nimekuelewa. Ndio, utaenda kuongelea huko. Simama juu. Nimekuelewa. Simama juu. Lakini simama juu, lakini nini utaenda kuongelea huko? Hiyo familia yako atakuja kukufuata ofisini. Twende. Odi wenyewe. Odi wenyewe. Wenyewe odi. Fadhali umefika mwenyekiti. Habari za saizi? Habari zako mbaya. Tena fadhali umefika mwenyekiti. Ubaya wapi? Mwenyekiti, mume wangu amekuja mgambo muda si mrefu amechukua. Naomba unisaidie mwenyekiti. Haina shida. Mimi nitakusaidia. Sasa mimi nilikuwa nakuomba niache mimi nifike ofisini ili nikajue nini kinachoendelea. Naomba twende wote basi. Hapana. Mimi nilikuwa nakuomba ungeendelea kubaki ili mimi nifanye utaratibu. Hapana mwenyekiti, naomba na mimi niende. Basi haina shaka, twenzetu. Haya. Unaongea tendaji, hata mimi hebu angalia ninavyodhalilika pamoja na umaarufu nilikuwa nao. Wote wananicheka kwa kosa tu kama hili. Tafadhali naomba unihurumie. Sio mtendaji, hapa unaongea na serikali. Hivyo na utu uzima wako ndio itakuwa fundisho tosha kwa wanakijiji wote utakaoshindwa kutekeleza wajibu huu, tena hususan mabinti zao wanapopata mimba wakiwa shuleni. Kwa hiyo mimi ninachoona ni sahihi kabisa, kutokana na jinsi hivyo ulivyo, kila mmoja atapata funzo hapa. Kwa hiyo ninachokifanya mimi ni sahihi, wala sijakosea. Kwa hiyo mimi ninachokuomba, mchukue mpeleke ndani ili aweze kupelekwa kituoni. Za utotoni vijijini, elimu ni mkombozi wetu, we na mimi. Malezi bora kwa wana, yapunguza mengi sana. Wape elimu vijana, taifa la kesho vijana. Mimba za utotoni napunguza, na wasomi naongeza, kwa maendeleo ya taifa la leo na la kesho. Na fundisho la wewe na mimi, elimu ni urithi wa pekee. Ni fundisho ili tuwe makini, na ili ni fundisho la wewe na mimi, elimu ni urithi wa pekee. Ni fundisho ili tuwe makini. Mimba za utotoni napunguza, na wasomi naongeza, kwa maendeleo ya taifa la leo na la kesho. Tuungane, tushikamane, serikali na viongozi wake. Tuungane, tushikamane, na nchi kwa pamoja. Tuungane, tushikamane, wazazi majumbani. Tuungane, tushikamane.
tusambaze elimu.